vitu vitatu ambavyo ukiwa navyo au ukiwa unadaiwa vitaharibu maisha yako. Kwenye video yetu ya kwanza tukajifunza damu, video yetu ya pili tukajifunza machozi. Ikiwa hujaiona video ya kwanza na ya pili, itafute hapo, utaiona. Kitu cha tatu ambacho ukidaiwa kwenye maisha yako kitakutafuna sana na kukuharibia maisha ni jasho la mtu kula. Mungu akamwambia Adamu kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19. Mungu anamwambia Adamu, kwa jasho la uso wako utakula chakula. Kwa Mungu anamwekea mwanadamu mifumo tofauti na aliyomwekea mwanzo. Anamwambia kwa jasho la uso wako utakula chakula. Maana yake ili mwanadamu ale, anahitaji kumwaga jasho au kufanya kazi. Kwa hiyo mtu yeyote anapomwaga jasho anatakiwa yeye ale kupitia ile jasho aliyomwaga. Kwa hiyo wewe unapoonekana unamfanyisha mtu kazi na unamdhulumu, maana yake tafsiri yake umekula jasho la huyu mtu ambaye alitakiwa ale mwenyewe, unakula wewe. Kwa hiyo hauwezi kubaki salama. Kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya 22 mstari wa 13, Mungu anasema, ole wake aijengaye nyumba yake kwa uovu na vyumba vyake kwa udhalimu, atumiaye utumishi wa mwenzake bila ujira, wala hampi mshahara wake. Manake unapompa mtu kazi, unapomfanyisha mtu kazi na haumpi ujira wake, ule mshahara wake unakula wewe. Tafsiri yake unakula jasho la mtu mwingine. Hauwezi kubaki salama kama utakuwa ni mtu wa kuwafanyisha watu kazi, wa kuwafanyisha wengine kazi, na hauwapi mshahara wao, na mshahara wao unakula wewe. Kuna watu mmezilisha familia zenu fedha zenye laana. Kuna watu mmewalisha watoto wenu fedha zenye laana. Kuna watu mmesomesha watoto wenu kwa fedha za laana. Mmewazulumu wengine, mmewasomesha watoto wenu. Na ndio maana kuna wakati unaweza kujikuta unatumia nguvu kubwa sana kuwasomesha watoto wako, na watoto wako watasoma, lakini elimu yao haitakuwa na matunda. Kuna watu mmewasomesha watoto wenu kwa fedha za rushwa. Mmezulumu wajane, mmezulumu haki za wajane kwa rushwa. Mmewapa watu kazi, mmewazulumu, na pesa zao mnaenda kusomesha watoto wenu. Na ndio maana utakuta mtoto anasoma mpaka anafika chuo kikuu. Anapomaliza chuo kikuu amekuwa teja wa madawa ya kulevya. Elimu haijamsaidia tena. Baba ulitegemea unasomesha hakimu, baba ulitegemea unasomesha dokta, baba ulitegemea unasomesha mwanasheria, baba ulitegemea unasomesha mtu ambaye atakuja kusaidie na atakuja kuwa na mchango mkubwa kwenye maisha yako. Lakini mtoto anasoma, lakini anapomaliza elimu anakuwa kahaba, anajiuza barabarani. Mtoto wa chuo kikuu